titles za size, ikiwa kama ICT specialist kutokea Smart ICT Hub, ikiwa kama mkufunzi niliobobea katika masuala ya ICT. Leo napenda niwaletee hii video ya practical inayohusiana na Microsoft Access, kwa sababu wapo baadhi ambao walicheck DM baada ya kulituma ili swali kwenye grupu. Sasa wao wapo mbali, nashindwa kuwafikia na nashindwa kujua namna gani ambayo nitawafikia ili niweze kueleza kitu gani ambacho wanaweza kufanya. Alikuwa anahitaji kusolve hili swali, na mwingine alikuwa anahitaji kusolve hili swali la pili, na mwingine anahitaji kusolve swali la kwanza, mwingine maswali yote, lakini kwa mimi nitaeleza maswali yote ili iwe rahisi swali zima tulifanye. Kitu cha kwanza lazima utambue mtihani unahitaji nini. Mtihani ni lisali 1.5. Vile kazi yako umeambiwa usave katika desktop, unatakiwa ufuate masharti ya mtihani jinsi unavyohitaji kufanyika, ndio kitu cha kwanza kabisa. Umeelewa? Kitu cha kwanza kabisa, soma swali, ndio soma vipengele vyote ili uelewe, ndio. Kipengele cha kwanza unaambiwa create the following table and save it using a suitable name, ndio. Kipengele cha pili unaambiwa create a query hadi 4 columns, ndio, of PSSF, ndio. PSSF ni sasa na 5%, ndio, times salary, ndio. NHIF 3%, ndio, times salary, ndio. Tax ngapi? 15, ndio, times salary. And net salary ni ngapi? Net salary utoe PSSF, utoe NHIF, ndio, na utoe tax. Hii ina maana gani? Cha kwanza kabisa nakwambia utengeneze table. Hiyo table utasave kwa jina la employee table, ndio, suitable name, ndio. Alafu uje utengeneze query. Hiyo query hiyo iwe inajitegemea, ambayo itakuwa ina column 4 za ziada. Na maana katika hii table hii tunaona hapa imeishia ngapi? Ina column ngapi? 1 2 3 4 5 6 7. Katika hizi 7 ziongezeke tena 4. Na maana kutokana na hiyo table na hiyo query tutakuja kutengeneza, na maana ziongezeke 4. Hii ina maana gani? Hawa ni wafanyakazi, ndio. Hawa wafanyakazi wana jina la kwanza, jina la pili, title yao, cheo chao na idara zao, ndio, na jinsia zao na mishahara yao. Hii salary kabla ya kufanywa nini? Kabla ya makato. Na maana anapokea 500,000 kabla ya nini? Makato. Tunaelewana? Sasa je, baada ya makato yote atapokea kiasi gani? Net salary, ndio. Tukijua kwamba PSSF atakatwa 5%, ndio. NHIF atakatwa 3%, ndio, na tax atakatwa 15%. Je, baada ya kukatwa hivi vitu vyote atabakiwa na shilingi ngapi? Kwa hiyo maswali cha kwanza yanataka utengeneze table, utengeneze query. Baada hapo ucreate form, ndio. Hiyo form based on query created above, ndio, name, employee, salary description. Hiyo form hiyo inatakiwa uitengeneze kutokana na nini? Na hii query ambayo utaitengeneza hapa katika swali la pili. Baada hapo uje create report, ambayo report hiyo itabase kutokana na nini? Na aina ya query, na name yake salary report for employee. Baada hapo kazi yako unatakiwa ufanyaje? Uiprint. Tunaelewana? Sasa twende tukaanze kufanya hatua kwa hatua. Hatua kwa hatua. Hapa nitaandika access, ndio, ni kompyuta yangu, ndio. Mimi natumia version 2016, inategemea naye kama unatumia 2007, 2000 na ngapi, lakini yote kazi ni moja tu. Nitafungua hii Microsoft yangu ya Access. Na kazi mojawapo au umuhimu wa kujua kwamba Microsoft Access, kila unachokifanya unatakiwa usave kwanza. Unaelewana? Kila unachokifanya unatakiwa ukisave kabla ya shughuli zote ambazo unataka kuendelea. Kwa cha kwanza hapa kuna templates, zafunguka template nyingi, lakini sisi tunatumia blank desktop, ndio. Hii blank hii kwa sababu uweze kufanya modification, uanze kudesign kuanzia from scratch. Hizi templates zinakuwa tayari zisha designiwa kwa ajili ya kazi fulani. Na maana kama unahitaji kutengeneza database ambayo inahusiana na asset trunk, na maana inakuwa rahisi, unachukua hiyo, unafanya modification, unatengeneza kile unachokihitaji. Lakini sisi tunahitaji kudesign kutokana na aina ya swali. Kwa hiyo hapo tutaingia hapo. Tukishaingia hapa itahitaji tu save jina. Tuandike employee information. Ndio. Employee. Ndio. Employee information.
save jina letu information, database yetu jina lake nini? Employee information, si ndio? Baada hapo tunatakiwa twende kuisave kwenye nini? Kwenye desktop. Tunaelewana? Kwenye nini? Desktop. Unaenda kwenye eneo la desktop, una click hapo file, unakuja kwenye desktop una click. Baada hapo unapiga okay. Baada hapo unaenda una create. Ukienda kwenye create hapa unaona inafunguka eneo lako la kazi ambao unatakiwa ulisaini. Hapa kuna kitu kinaitwa navigation pane. Hii navigation pane inatumika kulisti kazi zote zilizofanyika katika nini? Katika database yako. Na maana hii itakuwa inatengeneza kwa group. Na maana kama table zitajipanga hapa, kama query zitajipanga kwa mpangilio wake, kama report zitajipanga kwa mpangilio wake, kama form zitajipanga kwa mpangilio wake, haziwezi kujichanganya. Umeelewa? Sasa kitu cha kwanza hapo, baada ya kufungua hapa, tunaenda kutengeneza nini? Table yetu kutokana na nini? Aina ya table ambayo tumepewa, tunatakiwa tukaitengeneze kwanza, kisha ndio tuje kutengeneza nini? Query. Hiyo kitu cha kwanza hapa tutaenda kwenye view. Sasa hapa mimi tunalifanya swali. Siwezi kueleza maelezo kama mtu ambaye namfundisha kutumia database ya Microsoft Access kwa sababu video itakuwa ndefu sana. Kwa hiyo tunaenda moja kwa moja, natumaini kila mtu anaelewa. Lakini kama mtu hajaelewa, anaweza kanicheki tukaanza kufanya utaratibu, kuanza kuelekezana mawili matatu ili kujua vitu gani vinapatikana. Kwa mimi naenda hapa na solve swali, na maana na solve swali kama mtu ambaye tayari anaijua hii application kuitumia au hii office package anaweza kuitumia hii ya Microsoft Access. Kwa nitaenda kwenye view, nitaenda kwenye design view. Baada hapo nitaenda kusave nini? Kusave jina langu la nini? Table. Kwa kwanza ndio maana niliwaambia toka mwanzo kila unachokifanya unatakiwa ukisave. Kwa hiyo hapo nitaenda kutengeneza table yangu na maana nitaandika jina hilo kutokana na swali linavyohitaji. Baada hapo nitakuja eneo hili. Tunajua kuna eneo la field name, kuna data type. Field name ni eneo ambalo linatumika kwa ajili kama heading. Kama vile vichwa vya habari katika table yako. Na maana field name zinakaa hizi heading zote unaona hizi vichwa vya habari. Kwa hiyo kitu cha kwanza nitaenda hapa nitaanza kusave. Si ndio? Na hii primary key ndio nitaitumia kama nini? Kama serial number au kama namba ambazo zinazotumika pale. S/n, si ndio? Ya kwanza hiyo. Cha pili anakuambia first name. Ndio. Cha tatu amekwambia second name. Cha nne amekwambia title. Ndio. Cha tano amekwambia department. Ndio. Cha sita amekwambia sex, jinsia. Cha tano, cha saba amekwambia salary. Ndio. Kwa hiyo baada hapo tunaona hizi aina data type zetu, si ndio? Kwa sababu tutahitaji serial number, tutahitaji namba, hiyo inatoa automatically ID, si ndio? Identification kama ID inawezekana tumeweka primary key kwa sababu unapoingiza taarifa zako ziweze kumtofautisha huyu na mtu mwingine. Najua matumizi ya primary key kila mtu anafahamu. Mimi na solve swali moja kwa moja. Lakini kwenye salary hapa hatuwezi kuweka short text. Tunaweka nini? Tunaweka kuweka namba. Sababu hizi ni nini? Ni namba, ni pesa hii, sio maneno, si ndio? Baada hapo mimi naenda kuweka kwenye format hapa, nachagua kuweka standard ili maneno yangu yakae vizuri, ile ziweze tarakimu kuzisoma vizuri. Baada hapo naenda kufanya na save, naenda kwenye nini? Kwenye data sheet view. Baada ya kwenda kwenye data sheet view naanza kuingiza taarifa zangu sasa za watu. Ndio. Tutachukua huyo mtu wa kwanza, nitakopi hapo, nitakuja hapa nitapaste. Ndio. Nitakuja mtu wa pili. Hapa itabidi sasa tuchukue watu wachache kwa sababu watu ni wengi, video sio ndefu, isiwe ndefu. Itabidi nichukue wafanyakazi kama 4 hivi, ili video siwe ndefu sana kwa copy wote hao. Kwa sababu hii huwezi kukopi kama Excel au kama Word kwa copy upaste wote kwa pamoja hapo. Haiwezekani. Kwa hiyo ndio maana unakopi mmoja mmoja hapo. Naelewa. Kwa hao wengine tutaingiza taratibu baadaye. Kwa hao wanaingiza wachache kwanza ili tu solve swali letu. Yaani hauwezi ukakopi kama hivi. Kama hivi control C afu uje hapa. Select hivi mpaka huku itakugomea tu. Unaona? Itakugomea. Kwa hiyo tunakopi wachache. Tunakopi vifungu vichache vya maneno. Hapo itabidi mimi niweke wafanyakazi wachache ili video isiwe ndefu. Nitaweka 3 tu. Ndio. Nitaweka 3 ili video isiwe ndefu sana. Ila wewe kama utakuwa unafanya practical, na maana itakuwa una uwezo wa kuweka zaidi ya hawa. Ndio. Control C na kuja hapa. Na copy. Unaona hii tulivyoweka huko
tumeweka primary key kama nini, auto number. Ina maana unaona hapo inawapa identity kila mmoja automatically. Nadhani tunaelewa. Tunasolve swali. Na copy hawa itabidi tukopi watu watatu tu ili video isiwe nini, isiwe ndefu sana. Ukishamaliza hapa, ina maana yani cha msingi ni muhimu table. Yaani ukishafanikiwa hii table, haya mambo mengine ni simple. Ni dakika 0 tu. Dakika 0. Au tuishia hao wawili. Naona hapa video itakuwa ndefu sana. Tuishia hao wafanyakazi wawili, hao wengine tutaingiza baadaye. Sasa baada ya kutengeneza table yako na watu wako uingize hawa. Yeye alihitaji uingize wote wa 8 hao. Lakini mimi naingiza hao wachache, hawa wote 8 hao kutokana na table yako na maelezo. Sasa baada hapa, kama na table tayari, swali la kwanza tumelisolve. Hili swali la kwanza ambalo amehitaji tusolve, tuweke nini? Tuweke kwa ambacho tumekihitaji. Tunakuja kwenye swali la ngapi? La pili. Tunaelewana? Sasa ukija swali la pili, na maana ni hapa. Ndio. Baada hapa unaenda katika nini? Kwenye create. Ndio. Kwa sababu anataka amekwambia utengeneze create kwele afu wadi nini? 4 column. Afu PSSF, NHIF, ndio, tax na net salary. Kwa hiyo ukija hapa tunaenda kwenye create. Baada hapo unaenda kwenye nini? Kwele design. Ndio. Una click kwele design. Baada ya kukliki kwele design, ina maana table yako itatokea hapa. Ina maana kama ningekuwa nimetengeneza table nyingi zote zingetokea hapa, ningechagua table ambayo nataka kutengeneza kwele. Na tukizungumzia kwele tunazungumzia ni kama swali au question au taarifa ambazo inategemea na labda boss wako au kampuni yako inahitaji. Ina maana ni kama swali, bwana bosi anahitaji taarifa za wafanyakazi ambao wamelipwa mwezi huu. Inategemea, yani inategemea na swali ambalo linahitajika. Si ndio? Ndio inapopatikana kwele, si ndio? Kwa hiyo table yangu ni hii hapa hivi. Baada hapo mimi nitahadi hapa. Nikishahadi na maana itatokea hapa. Hapa mimi nafunga. Nikishafunga na maana table yangu ni hapa. Nikishaisha huko hapa una double click hapa juu ili uweze kuselect hizi kuzitia hapa. Una uwezo wa kuleta moja moja lakini itachukua muda sana. Yaani uchukue hiyo hold hapa afu paste hapa. Si ndio? Unashikilia right click, una hold hapa, unashikilia una paste hapa. Hiyo inachukua muda sana. Unaelewana? Inachukua muda sana. Kwa hiyo mimi hapa kuisolve hili nachukua hii na paste na kuja na paste hapa. Tumeelewana? Sasa hapa kwa kuwa tayari nilikuwa nishaingiza taarifa, kwa maana zimeniletea taarifa mbili. Kwa hiyo hapa ili niepuke ili naparudia hapa ili nipokuonesha hapa ili siwe narudia taarifa mara mbili. Kwa hiyo njia rahisi ya kuingiza taarifa zote kwa pamoja. Sio kuingiza moja moja, inachukua muda. Kwa hiyo una double click hapa, una hold hapa, unazishikilia, ndio? Unazishikilia hizi, ndio? Ukishazishikilia zikishatoa alama kama hiyo unakuja hapo unazipaste. Kwa maana hizi zote zimekuja hapa kwa pamoja. Sasa baada hapo anakuambia swali lake, anakuambia PSSF ni 5%, NHIF 3%, tax 15%. Mimi hizi nishazishika hizi. Kwa hiyo mimi nakuja hapa moja kwa moja naziingiza. Formula yake unaanza PSSF, si ndio? Colon, si ndio? Baada hapo ni asilimia ngapi? Tunaweka 0.0, si ndio? 5, si ndio? Nitakuonesha kuna njia mbili za kuandika hii formula. Baada hapo unaenda times salary, si ndio? Hiyo ya kwanza umemaliza hiyo. Unakuja ya pili NHIF, si ndio? Colon, si ndio? Baada hapo asilimia ngapi? 0.03, si ndio? Times salary, tunaweka star kama alama kuzidisha, si ndio? Baada hapo tunakuja swali la ngapi? La 3, tax, si ndio? Colon, si ndio? Asilimia ngapi? 0.15, si ndio? Times, si ndio? Salary, si ndio? Baada hapo tunakuja hapa neti salary, si ndio? Colon, na maana salary itatoa hivi vitu vyote hivi. Unaelewana? Tuongeze hapa, na maana hapa tutakuja kutoa PSSF, kutoa NHIF, kutoa tax. Unaelewana? Sasa katika hii formula hii mimi nimeanza na 0.05. Ina maana hii ni sawa na mtu ambaye
Ina maana hapa tunajua wale ukisoma issue za decimal mathematics kwamba tuna hesabu hii ni kama constant, namba nzima, si ndio? Hii ni kama decimal. Na hii kwenye decimal tunahesabia inaanza katika nini? Makumi. Na maana namba makumi, mamia. Si ndio? Ndio maana tumeweka hii sifuri inasimama kama mia, namba nzima. Tunaelewana? Ni sawa nikiandika hivi, ni sawa na mtu ambaye nikiamua kuzifuta hizi sifuri hizi zote hizi, si ndio? Ibaki hivi, nije huku mwisho huku tuweke alama kugawa afu niandike 100. Yaani mtu anaandika hivi na anaandika hizi sifuri hivi na hivi ni sawa, ni kitu kimoja. Tunaelewana? Kwa hiyo hapo tunakuja hapa, nimepiga undo, nimeondoa hapo. Kwa hiyo net salary narudia hapo kwa sababu nilikuwa nimeondoa salary, si ndio? Salary, si ndio? Baada hapo toa PSSF, toa NHIF, toa, si ndio? Itoe na nini kingine hapo? Tax, si ndio? Na maana baada hapo swali lako la kweli linakuwa limefanyaje? Limemalizika. Na vile vile huku mwisho huko kunakuwa na formula mbili. Hii ya kwanza unaweza ukaweka hivi net salary colon salary ikatoa PSSF ikatoa NHIF ikatoa na tax. Vile vile unaweza ukasema salary, si ndio? Toa PSSF jumlisha NHIF jumlisha tax ni kitu kimoja. Je, twende tukalane. Je, ni sahihi huyu mtu huyu mshahara ambao ameingiziwa? Tukija hapa tunaona. Umeelewana? Pale nimekuonesha vile na maana yangu. Tutarudia tena. Na maana hapa baada ya kutengeneza hii kwele, na maana unaona huyu mtu huyu mshahara wake ni 500,000, si ndio? PSSF anamkata 25,000, NHIF anamkata 15,000, tax anamkata 75,000. Mwisho wa siku mshahara baada ya makato yote tunapokea 385,000. Hiyo sijafanya mimi, hizo ni hesabu automatically, ni mfumo wa database wa Microsoft Access unasolve hivyo. Vile vile unaweza ukarudi hapa, ndio muda mwingine unaweza ukaweka hii hesabu hapa kwamba salary to PSSF to NHIF to tax, ikaja ikakugomea ikawa kwamba ule mtu baada ya 500,000 na baada ya makato yote ukakuta hela imeongezeka zaidi ya 565,000 baada ya kupungua, baada ya makato yote inaongezeka. Kwa hiyo una uwezo wa kuweka hapa salary toa PSSF ukawa hapa ukajumlisha NHIF jumlisha tax. Hizo formula zote mbili unaweza ukazitumia ili upate uhalisia wa amount ambao umeiweka kule. Naelewana? Kwa hiyo ina maana hapa baada hapo utakuja utalani. Ukishalani na maana hii itafunguka kwele yako. Nikisave hapo itaniomba ni save kwa sababu kwele nilisema kila unachokifanya unatakiwa ufanyaje? Usave. Kwa hiyo tutaita nini? Kwele salary, si ndio? Au kwele employee, si ndio? Hii tuite kwele salary. Ndio kwele salary, si ndio? Baada hapo una save. Tunaelewana? Una save. Na maana hapa table yangu hii hapa, kwele yangu ni hii hapa. Tumeelewana? Na maana hii kwele imetokana na hii table tulivyoenda kule kucreate na kuhadi. Kwa mfano hapa naweza nikaingiza mtu mwingine, si ndio? Maana nikasema tunaweza tukaingiza baadaye baada ya kukamilika. Kwa mfano huyu tunamuingiza huyo, si ndio? Tuone atakatwa na shilingi ngapi. Baada hapo tunakuja hapo tunakopi tena. Na maana hapo swali ndio linaenda kuisha hapo. Yaani hamna kitu kigumu. Yaani kutengeneza form ni kitendo cha dakika 0 na ripoti. Pagumu ni hapo tu. Sio pagumu, uelewa unahitajika ni hapo tu. Unaona? Na maana kweli pale tayari lishatoka. Nakuja hapo na paste. Ndio. Nakuja hapo ICT. Ngoja nichukue tu mshahara kwa hivyo vingine nishavikishika hapo. Unakuja hapo, unakuja kwenye mshahara. Ndio. Nakuja hapa female. Ngoja. Ngoja. Anataka uingize kwa series. ICT. Ndio. Nakuja hapa female. Ndio, anakuja hapa. Ngoja tuandike 450,000. Elewa? Na maana huyu tulivyomuingiza hapa tunakuja tuna save. Tukisave hapa, ukija ukirefresh hapa, tunaenda kuangalia je kwenye kwele yetu huyu mtu ambaye analipwa 450,000 atapata shilingi ngapi baada ya makato yote. Na maana hii table ya kwanza inaonesha kabla ya makato. Tunaelewana? Yaani hajakatwa hata shilingi 10
ndo anapokea 4,500,000. Je, kweli? Ndio maana nakwambia kweli ni question. Sasa huyu mtu ameuliza, anataka kujua hawa watu hawa wana mshahara 500,000, 700,000, 4,500,000. Je, baada ya makato yote atapata shilingi ngapi? Ndio maana kweli, na maana lile ni kama swali na tumelisolve kwa style ile. Tukija hapa kwenye kweli, nakwambia hapa, nilikwambia hapa navigation pane inafanya group ya kila kazi unaoifanya. Kama table, tunaona hapa table imekaa hapa, kweli imekaa hapa, inakuwa ni rahisi kuzijua. Tukifungua hapa, tunaona hapa yupo hapa, tunakuja hapa tuna refresh. Refresh ina maana anatokea huyo 3, ndio huyu. Ina maana baada ya makato yote anapokea laki ngapi? 3,46,500 baada ya makato yote. Ndio swali ambalo lilikuwa linahitajika kwamba je, hawa watu hawa wafanyakazi baada ya makato yote haya watakuwa wanapokea shilingi ngapi? Hilo ni question. Ndio maana unaambiwa kweli ni maswali au kweli ni swali. Umeelewana? Nimekuja hapa na click properties, nataka kuweka standard ili maneno yangu hayo, hizo pesa ziweze kusomeka kirahisi. Naelewana kivipi na maana gani? Kwa maana sisi tunaona hapa hii 500,000, si ndio? Imegawa katika maelfu. Hii 700,000 imegawa katika maelfu. Hii imegawa katika maelfu. Lakini hapa unaona hapa haijagawa, inakuwa ni rahisi mtu au anaweza akachanganya asijue ni 15,000 mpaka aanze kuhesabu sifuri, aanze kugawa kwa kutumia kichwani ndio ajue hii 15,000. Lakini una uwezo wa kuenda kwenye design, unaenda kwenye design view hapo, una click hiyo. Kisha click unaenda property. Kisha properties unaenda hapa kwenye format. Unaenda format unaweka standard. Unaona? Baada hapo unakata. Unaenda sehemu nyingine, una click hapo, unaenda kwenye format, unaenda kwenye standard. Fix no, unaenda standard. Baada hapo unakata tu. Unakuja kwenye hiyo. Ukija kwenye properties, tunakuja hapo, tunakuja format, standard, hiyo. Tunakata. Baada hapo unalani tu. Una save kazi yako, unaangalia. Unaona hapa ni rahisi kusomeka sasa. Unaona hapa tunajua hii 3,46,500, hii 5,39,000. Na maana mwenye mshahara wa 700,000 baada ya makato ya PSSF, NHIF na tax anapokea 5,539,000. Umeelewa? Hilo ndo swali. Sasa anakwambiaje? Swali la pili, na maana hilo tayari hilo. Lile lilikuwa la ngapi? La pili. Ili tayari tushalisort. Ndio, tunakuja swali la 3. Nakwambia create form based on query created above name, employee, salary description. Usave, utengeneze form ambayo hiyo form itakuwa imebase katika nini? Query ambayo tumeitengeneza hapo juu. Tumeelewana? Na jina lake anasemaje? Jina tutumie employee salary description. Hapa kwenye query alituelekeza name ambayo tunatakiwa tulitumie. Hapa PSSF calculate query ambapo anataka calculate query, hajatupa jina, si ndio? Suitable name tunahitaji, si ndio? Huko juu tu. Kwa hiyo hapa jina tuliclaim ni hili hapa. Tutaenda kulitumia katika fomu yetu. Copy kabisa tutaenda. Kwa hiyo hapo ukishafika hapa unafungua hii query yako. Ukishafungua query yako ni hii. Unaenda kwenye create, unakuja kwenye form design. Unaelewana? Sorry. Form design, unakuja kwenye form design view. Sorry. Unafunga hii. Unafungua hapa. Si ndio query yetu ni hapa hii. Nimefungua ni hapa hii. Si ndio? Tunakuja create, tunakuja kwenye form. Unaelewa? So form design, unakuja kwenye form. Ukishakuja kwenye form hapa, ina maana itafunguka form yako ni hii hapa hii. Si ndio? Baada ya kufunguka hapa, ina maana unakuja unaenda kwenye nini? Kwenye view, unaenda kwenye design view. Kwenye design view inakuwa ipo hivi. Kwa hapa unaanza mwenyewe ukaanza kufanya nini? Modification, ukaanza kuidesign form yako. Ndio, hii form yako hii. Hii ndio form yako hii. Tunaelewana? Sasa hapa hizi zinazofuata hizi ni mbwembwe hizi. Mimi tu nataka form yangu ionekane muonekano mzuri. Unaona? Kwa hiyo nafanya mbwembwe hapa na itengeneza vizuri. Najua video itakuwa ndefu kidogo, lakini utajifunza kitu gani ninachokifanya. Nataka hivi vyumba viwe vidogo vidogo ili form isiwe ndefu sana, hivi vitu vyote vionekane. Naelewana? Na maana hapo swali ndo limeisha hapo, linaisha hapo. Na maana hapo tukifuata awamu ya pili tunaenda kutengeneza report na utaratibu ni ule ule. Tunaelewana? Baada hapo unaenda naweka effect mwenyewe, napenda naweka effect. Baada hapo na click unaweka rangi na unataka mwenyewe. Ndio, form yangu nataka iwe na rangi gani? Black sio nzuri sana.
tunaweza tukaweka hiyo sio nzuri sana nayo. Tunatafuta rangi nzuri kidogo hata hiyo. Alafu vile vile hizo heading zangu naenda kwenye design, naenda kuweka rangi ambayo naitaka mimi. Ndio. Naenda home, naenda kuweka kwenye rangi. Naweza nikaweka nyekundu, bold, nyekundu zinakuwa kidogo hazionekani vizuri. Njano hazionekani vizuri. Rangi gani hapa ambayo itakuwa inaonekana vizuri? Black ndio ile kuwepo ile. Black unaona kidogo inaonekana vizuri. Kwa hiyo baada hapo vile vile nakuja hapo nafanya sasa na design form yangu, hizo ni mwembe tu mwenyewe. Baada hapo tunajua form ilikuwa ina utaratibu. Form ina button, ndio. Ina form button ya kuadd, form ya kila kitu wewe mwenyewe una design form yako. Unakuja kwenye design hapo unachukua button, unachukua hiyo unaona hii button. Unaweka hapo. Ukishaweka button inafunguka. Hizi ni operation za nini? Za form wewe mwenyewe unazotaka. Ndio. Kuna go first record, kuna go last record, kuna next record. Mimi nachukua hii next record. Nitachukua na preview na zingine. Sawa? Nakuja hapo nachagua kama text au picha. Nakuja text. Naweka hapo. Ndio, baada hapo na finish. Umeelewa? Hii ni button ya kwanza. Nakuja tena nachukua button ya pili. Button naotaka mwenyewe. Nakuja kwenye preview, ndio. Nakuja next, ndio. Nakuja text, nakuja next, ndio, finish. Hiyo button nyingine hiyo, ndio. Baada hapo nakuja nachukua tena button nyingine naotaka mwenyewe, inategemea na button gani. Ndio. Nakuja button gani nyingine nahitaji hapo labda iwepo. Ku delete record, unaona? Nachukua text, ndio. Nachukua hiyo, ndio, na finish. Ndio. Baada hapo vile vile hizi tunaweza tukazibadilisha hizi. Ndio, tunaweza tukazibadilisha wewe mwenyewe unaweka. Vile vile kuna button nyingi sana. Kwa hiyo ili video siwe ndefu sana, naomba tuishie hapa ili rahisi. Ndio. Baada hapo nachukua save record. Nachukua hiyo, nachukua text hiyo. Finish. Ndio. Baada hapo nimemaliza. Baada ya kumaliza hii form yangu naenda kwenye nini? Save. Nihitaji tena ni save. Jina tushali copy pale. Na paste tu. Employee salary description. Napiga okay. Baada hapo naenda kwenye nini? Form view. Na maana form yangu ni hii hapo. Unaelewana? Kwa hiyo hapa nikihitaji kuadi next record naenda hii. Ndio. Itakuja unaona hapo zinabadilika. Unaona hapa inabadilika preview na rudi nyuma. Ndio. Nikitaka kudelete naweza kumdelete. Nikitaka kusave na save. Sasa hapa nataka button nyingine hapa ya hard record. Na button ambayo nimeiacha hapo ya muhimu. Tunaenda operation duplicate, tunaenda save record, tunaenda operation form operation nyingine kitu gani? Ndio, naangalia hapo nahitaji hard record hapa juu. Naweka hapo. Ndio, naweka text. Okay, finish. Na maana button wewe mwenyewe hapo utazipangilia. Mimi nafanya haraka ili tu solve swali tusichukue muda sana. Baada hapo naona hapa. Kwa hiyo mimi nakuja hapa na hard record naji mfanya kazi mpya. Umeelewana? Mimi naandika jina naotaka mimi sasa hivi. Labda Ibrahim. Ndio. Tuanze na herufi kubwa. Tuheshimu majina. Ibrahim labda nani? Toela. Ndio. Tunakuja title ICT. Ndio. Au tuseme tota mkufunzi. Ndio. Tunakuja department ICT. Jinsia male. Ndio. Mshahara tuseme analipa 1,500,000 na 500,000. Ndio. Au tuseme tu 7,500,000. 7,500,000. 1 2 3. Ndio. Baada hapo na save record. Ndio. Nikisha save tu record na niambia tu salary. Ndio. Na maana huyu PSSF atamkata 37,500, NHIF atamkata 22,500, tax atamkota 1,12,500, net salary atapokea 500,000 na 77,500. Unaona? Yaani hapo tu ina calculate form hiyo. Ndio. Baada hapo vile vile kuna button ya kufunga hapa. Naweza nikaja hapa kaenda button nyingine, nahitaji button ya kufunga form. Close form. Ndio. Tunakuja hapo delete hapo operation close form hapo. Baada hapo nakuja next, hiyo nachagua finish, naweka hapa juu. Ndio.
Baada hapo nakuja naenda kwenye sheet view. Na maana hapa nishaingiza data taarifa zangu huyu wa ngapi, wa 4 Ibrahim. Baada hapo nafanya dina save na nafunga form. Funga form ina maana hapa unakuja kwenye kwele yako. Ukija hapa juu una refresh. Ukisha refresh ina maana anakuja huyo anaongezeka hapa. Ibrahim huyo mshahara wa 7.5, makato ya PSSF ni NHIF taxi, mwisho siku anapokea 577. Na hata vile vile tukienda kwenye table yetu tukirefresh hapa tunakuja tunafanyaje? Anakuja anaongezeka hapa. Ndio Ibrahim hapa kabla ya makato. Na maana kabla ya makato anapokea hiki hapa. Kwa hiyo baada ya makato anapokea hiki hapa. Hiki. Unaona? Ndio maana ya swali hili kwamba je, baada ya makato kila kitu atapokea shilingi ngapi? Calculate kweli. Ndio maana tukamwambia tufanye calculate kweli. Kwa hiyo swali la 3 hili nalo limefanyaje? Limeisha. Unaona? Tunaenda swali la ngapi? La 4. Swali la 4 anataka utengeneze form, utengeneze ripoti kutokana na kweli. Kwa hiyo kweli yetu ni hapa. Tunaenda kwenye create, si ndio? Tunaenda nini? Create report, si ndio? Report design, si ndio? Tukishaenda hapo tunafunga hii kwanza sole. Ukishaenda hapo kwenye create, tunaenda kwenye form. Ukishaenda kwenye form na maana form yako ni hii hapa. Si ndio? Wewe mwenyewe unaenda kuidesign. Naenda kwenye design view na kuja eneo hili. Sasa naanza kuidesign na neno yangu. Si ndio? Na design sasa nini? Report yangu. Ni vile vile tu kama tulikuwa tuna design nini? Tuna design tunavyo design pale form. Mbona ni zile zile tu hapa. Naona. Vitu ni vingi sana, muda ni mchache. Kwa hiyo tujifunze kutokana na muda, mabaki muda ni mchache sana. Kwa hiyo tupate hata hiki kidogo hiki. Tuone. Kingine nini hapa? Na maana vile vile naweza nikaja nikadesign kitu gani kitu gani kingine hapa naweza tukodesign. Hebu tuende kwenye save, si ndio? Hii tunaisave nini? Tunaisave nini hapo? Tunasave table, tunasave report yetu. Report amesema tutumie jina gani? Salary report employee. Nachukua hii. Select na copy. Nakuja hapa. Tuna paste. Ndio, report na save. Kisha save, hebu twende tukaangalie. Ndio, twende tukaangalie itaonekana vipi. Na maana report yetu inaonekana hivi. Lakini sijapenda kwa sababu sijapenda hii mistari. Unaona report yetu vile vile una uwezo wa kuangalia muda, ukaseti muda. Unaona hapa Thursday November 2025 muda wapo, tarehe yapo, kule report. Wewe mwenyewe unaweza ukapata muda ukaidesign vizuri. Lakini kwa kuwa mimi hapa nafanya kama mtihani au kama nini, wewe mwenyewe unaweza ukaziondoa date na time, ukaondoa wewe mwenyewe. Unaona? Unaweza mwenyewe ukaweka mbwembe form yako ukailemba hii form. Unaona? Unaweza ukaitengeneza vizuri. Ndio vile hii form unaweza ukaitengeneza vizuri wewe mwenyewe. Ukaweka color, vitu vyote vya msingi unavyopendeza mwenyewe. Tunaelewana? Kitu gani kingine? Tutoe nani wao? Mabox hayo. Kitu gani kingine? Boss nani? Ndio. Tukija tukisave, tukija kwenye hiyo view na maana form inaonekana hivi. Bado una uwezo wa kuitengeneza vizuri zaidi hapa kwa sababu ni muda na form na maelezo yasiyo mengi sana. Ndio maana hapa tunashindwa kuipangilia zaidi. Unaona? Ndio vile unaweza kuitengeneza ukairudisha mpaka hapo. Ndio vile ukairudisha mpaka hapo. Ndio vile ukairudisha mpaka hapo. Ndio vile unaweza ukairudisha mpaka hapo. Ndio unaweza ukairudisha mpaka hapo mpaka mwenye. Na maana hapa sasa kama upo kwenye chumba cha mtihani saa 1:30 unaweza kutumia saa 1 tu au nusu saa tu. Saa 1 linalobaki lote unatumia kuitengeneza vizuri muonekano wa form yako. Inaweza kama hii. Unaona? Hapa ni bado kuna vitu vingi kwenye salary hapa. Box ni vidogo sana ndio maana vimeleta ile. Yaani vitu ni vingi sana vya kufanya. Kwa hiyo mimi nitaka kusolve swali. Na maana sasa table yako ni hii ambayo ndo hii aliyosema tuitengeneze, na swali la kwanza ni hili. Kwele, si ndio? Kwele ni hii hapa hii, si ndio? Ambayo ndo hii hapa hii, si ndio? Tumeitengeneza kutokana na swali ambalo alivyohitaji, si ndio? Na
Fomu hii hapa, hii tumeitengeneza kutokana na swali lilivyokuwa nahitaji, na ripoti ni hii hapa hii. Kwa hiyo swali linakuwa limeishia hapo, si ndio? Kwa hiyo swali limeishia nini hapo. Ni vitu rahisi sana, havihitaji nguvu kubwa sana, unaelewa? Ni sawa. Mfano ungekuwa nimepata muda, unaona kama hii report nilivyo design, unaona unaweza kuidesign kama hivi, unaona. Kwa swali lako la kwanza ni hili, si ndio? Hapo kabla ya makato yote, si ndio? Na maana baada ya makato ndo kweli ni hii hapa, watu wanapokea kiasi hiki, si ndio? Na maana hapo fomu yako ni hii, unaelewana? Na report yako ni hii. Swali lile lilikuwa linahitaji. Kama mtu hajaelewa anaweza kaniambia nikamfafanulia zaidi. Kwa hiyo kwa leo naishia hapa. Swali tumelimaliza katika vipengele hivyo. Lakini vile vile swali la mwisho hapa amesema ufanyaje uprint. Tumeelewana? Sasa kwenye kuprint hapo unaweza ukauliza, kwa sababu kuprint kwa siku zote inaprintiwa ripoti. Kwa hapa baada ya vitu vyote ripoti yako utaiprint. Unaelewa? Kwa maana ripoti yako ndio hii hapa hii, tunaona. Baada hapo una uwezo wa kuprint hii ripoti. Unaelewana? Enda kwenye file huko, enda kwenye kufanyaje print. Hiyo print preview. Kwenye print preview ina maana inaonekana hivi. Ukiprint report yako inakuwa ipo katika muonekano huu. Unaelewana? Ndio swali lilikuwa linahitaji hivyo. Kwa hiyo first name hapa, name hiyo, department, jinsia, makato, baada ya makato vitu vyote ni hivi hapa kutokana na swali lilivyoulizwa. Asanteni sana.